Jamani, habari zenu? Salama. Leo tutaenda kuelekezana vitu ambavyo ni hatarishi kwa usalama wa meno yetu na kinywa kwa ujumla. Kuna baadhi ya mambo ambayo mtu ukifanya unaweza kuhatarisha meno yako, na kuna baadhi ya mambo mtu ukifanya unaweza kuimarisha meno yako yakawa mazuri na yenye afya. Mfano wa mambo mabaya ambayo mtu ukifanya inaweza kuhatarisha meno yako ni kama kufungulia soda kwa meno, uvutaji wa sigara. Hayo mambo ni risk factor, yani vichochezi ama visababishi ambavyo vinaweza vikapelekea meno yako yakapata hitilafu kama hizo. Lakini vile vile kuna kimfano kutokupiga mswaki angalau mara 2 kwa siku pia inaweza kuhatarisha usalama wa kinywa chako na meno yako kwa ujumla. Hapa kuna baadhi ya matibabu kama tunavyoona ambapo yamewekwa yanaweza kusababisha kurudisha afya ya kinywa chako tena. Mfano matibabu hayo, kuna procedure inaitwa scaling, yani meno yako tunayangalisha. Mfano yamepata rangi ya unjano, tunayangalisha tena na rudi kwenye hali yake ya kuwa meno meupe. Vile vile kuna procedure inaitwa filling, yani mfano mtu ambaye anatumia sana vitu sukari za viwandani zinaweza kupelekea meno yako yakatoboka. Tunafanya filling, yani tunaziba meno kwa material tofauti kama vile material inaitwa amalgam, material inaitwa JC. Kwa meno yako inarudi katika hali yako ya usalama, na ukiwa unafanya filling inasaidia hata kupunguza meno yako yasitoe harufu mbaya, yani kinywa chako kwa ujumla kisitoe harufu mbaya. Vile vile matibabu hayo kama tunavyoona yanafanyika hapa pia kwa namna tofauti kutokana na maelekezo ambayo tumefundishwa na wakufunzi wetu hapa. Hapa tunaona vile vile kuna kitu kimoja kinaitwa calculus, ugaga. Calculus ni nini? Ni hali meno yako kuwa na layer ngumu. Ukiwa umefungua mdomo unaona kuna layer ngumu imejitengeneza kiasi kwamba hata ukipiga mswaki hiyo layer haitoki. Lakini vile vile kuna matibabu pia ya kutoa hiyo layer, inaitwa ambayo ni scaling. Tuna matibabu ya aina mbili. Tunatoa hiyo layer ngumu ambayo inapelekea unakuwa na muonekano mbaya kwa kutumia tronic scaler ama kwa kutumia scaler ya mkono ya kawaida yani. Sasa hiyo tronic scaler ni nzuri zaidi, lakini hiyo ya mkono ya kawaida ambayo sio tronic ni nzuri, lakini sio nzuri kama electronic scaler. Endapo mtu anakuja akiwa na shida ya ugaga hiyo ambayo inaitwa calculus, tunafanya matibabu hayo kwa kutoa, na inampelekea mtu pia awe na kinywa chake chenye afya nzuri na harufu nzuri. Pia nitaenda kuelekeza namna nzuri ya kupiga mswaki. Unajua watu wengi tunapiga mswaki, lakini kila mtu anapiga kwa namna yake. Kuna namna elekezi ya mtu jinsi ya kupiga mswaki. Kwa sababu mwingine unakuta akipiga mswaki anashikilia ukuta, anakuwa anatumia nguvu nyingi, hiyo haitakiwi. Sasa hapa nitaenda kuelekeza namna pendwa nzuri ya kupiga mswaki kwa ajili ya afya ya kinywa chako. Haya. Tunashumu kama hii peni ndio mswaki sasa, alafu hichi ndio kinywa changu. Unaanzaje kupiga mswaki? Meno yana sectant zifuatazo. Kuna sectant 1, 2, 3, 4, 5 na sectant 6. Sasa namna ya kupiga mswaki nzuri kuna aina tofauti, lakini leo nitawaelekeza nzuri na elekezi. Kwanza unabidi utumie dawa ya mswaki ambayo ina madini ya fluoride. Kwa nini? Kwa sababu madini ya fluoride yanapelekea meno yako yawe na afya nzuri, sawa? Kwa sababu usipoweka madini ya fluoride ndio hayo sasa meno yako unakuta fizi zinauma, ukila kitu cha baridi fizi zinauma, ukila kitu cha moto unasikia kama meno yanakufa ganzi. Sasa hayo yote leo hiyo shida. Kifano tunaanza kwanza kupiga mswaki. Unachukua dawa mswaki yenye kama mbegu, sawa? Yaani kama mbegu ya harage. Dawa mswaki unaominya kwenye mswaki. Mwingine anataka akiweka dawa mswaki anaweka mwanzo wa mswaki mpaka mwisho, hiyo haitakiwi. Kwa hiyo unaweka kama mbegu ya harage. Alafu sasa namna ya kupiga mswaki unaanzia huku jino la mwisho. Kwa hii formula nawafundisha inaitwa circular method. Kwa unaanza kidogo kwa kuzungusha. Kwa unafanya kidogo kwa kuzungusha. Unafanya kwa kuzungusha jino moja. Unaanzia jino la mwisho, unafika mpaka huku. Baada hapo unakuja kwenye layer hapa pembeni. Hivyo pia kwa kuzungusha. Baada hapo tena unakuja kwa ndani kwa kuzungusha. Na chini tena unaanzia huku mwisho kwa kuzungusha mpaka huku kwa kuzungusha. Usifanye hivi. Ukifanya hivyo unaua gamu, unaua hizi fizi, sawa? Yeah. Alafu vile vile baada ya hapo mwisho kabisa unamalizia ulimi. Wengine anakuambia nikipiga ulimi nasikia kutapika. Sasa namna unatakiwa ufanye, kwa sababu ulimi ndio inapelekea hata harufu inayotoka mdomoni. Kwa hiyo unachukua mswaki, sawa? Kwenye ulimi pale unafanya kama unafagia. Kidogo. Unaona? Baada ya hapo unasukutua. Baada ya kusukutua mswaki wako ule sasa, hii hapa sikiliza, unachukua mswaki unausuza, unaweka dawa mswaki kidogo, unapitisha kwenye meno. Ile dawa mswaki sasa hivi
usiteme, inabidi uache. Na mswaki unabidi upige kuanzia leo angalau mara 2 kwa siku. Asubuhi wakati unatoka na jioni baada ya kula chakula kabla ya kulala. Inabidi tena ufanyaje? Upige mswaki. Ukifanya hivyo mara kwa mara na ukitengeneza hiyo tabia mara kwa mara, itasaidia kuimarisha meno yako. Asanteni sana. Asante.